Many no victim shaming? Yeah. No victim blaming. No victim blaming. Yeah. Allow us to start. Yeah. Allow us to start by indicating that Chapter 43 of the Constitution is very clear in terms of equal rights for each and every citizen of this country. As women leaders, we say it's a dark Valentine. It's a very dark Valentine, and that is why we symbolize it with the dress code of black. Because we've lost our sisters, we've lost our young girls, we've lost this futuristic generation of the girl child. And we stand together as all female legislators from the National Assembly and from the Senate to condemn this inhumane acts that has been happening in our country. And as leaders, we say and we repeat, we have the policies, we have the legislation. All we ask is that this needs to come to an end. There are better ways of relating. There are better ways of having relations that do not end up in murder and in killings that we've seen. So today we stand together for that girl child who comes from Nairobi all the way to Turkana. We are representatives of them, and we say no more femicide in this beautiful country of ours. And so we stand together as one. Women, no more femicide. No more femicide. It's dark Valentine. It's dark Valentine. We stand together. We stand together. Thank you. No victimizing. Kwa ujumla ama kwa kifupi tunataka kusema hivi kama wajumbe wa kina mama hapa bungeni, na tumekuwa tukiona wadada ama watoto wetu wasichana wakiwawa, mauaji ya kina mama kiholela holela, na mara nyingi hadi sasa hatujaona mtu yoyote amehukumiwa. Na kwa hivyo kama kina mama, namba moja, tunataka kukemea sana kwa sauti kubwa sana hujuma hizo ambazo tumekuwa tukiona kina mama wakihujumiwa kwa masuala tofauti, na vile vile tunataka kusema kwamba tunataka kuona ya kwamba sheria inafata mkondo wake kwa haraka iwezekanavyo. Tunataka kuona ya kwamba wale ambao wameshukiwa ama wale ambao ama kama kuna uchunguzi unaendelea, tunataka kuona ukifanyika kwa haraka, manake kufikia sasa bado tunaona kwamba visa kama hivyo vinaendelea kutokea, na ndiposa kama wakina mama tukiwa hapa bungeni tunakemea na tunasema tunataka kina mama waweze kuheshimiwa. Tunataka kuona kina mama wakiweza kupewa haki zao kulingana na vile inasemekana kikatiba. Asante. Asanteni sana. Naitwa Lea Sankaire, mwenyekiti wa Kenya Women Parliamentary Association, na leo hivi tumetoka kuja kuzungumza masuala ya kina mama. Kama vile tulivyozungumzia katika statement yetu, that femicide and gender-based violence is no longer a women issue. It's an issue of national importance and it's a security issue. Jinsi vile pia kama wanzangu walivyosema, ukienda hospitali kusema wewe ni mgonjwa na kwa sababu una haki ya matibabu na haki ya good health, ya health, hata pia tukienda kuripoti hatutaki kuulizwa umetoka wapi, maana kwa kwenda kuripoti haulizi kwamba ukisema niko na malaria unaulizwa kwa nini umeshikwa na malaria. Tunataka pia hawa watoto wetu wakienda kuripoti wasiulizwe ulikuwa wapi saa 8 ya usiku, ulikuwa wapi na umevaa nini. It is my right to be secured in this country, and just like when I go to the hospital and say that I'm sick, I get treatment. I don't want children to be asked questions, and even women to be asked questions when they've gone through violence. We want women to be treated as women, and we want security to be a national, an important matter to women. It's their right to have security. And so we are saying every woman, when they go to report, they should be given their dignity, they should be respected, and they should be treated just like it's a national important issue. So thank you very much. Thank you. Thank you. My name is Caroline Ngeleche, the County MP for Elgeyo Marakwet County, and there is a new form of gender-based violence on school girls. We are putting on notice head teachers who in this February
are chasing away pregnant girls out of school. There is one particular one in Elgeyo Marakwet who chased the girl because she was pregnant to go home. The parent went to the school and requested that the girl be registered to do the examination. And he said he's not going to register mothers in school. That is stigmatization, that is victimization, unless he brings together the boy and the girl and expel both of them together. But the issue of teachers being particular about pregnant girls, as much as they are pregnant, they still have a right to education. They are children, they need to be taken care of, they should be taken to clinic, they should be given special diet, they should be counseled and be given proper and good environment for them to learn until they get their babies, because a mistake, two wrongs can never make a right. So tunataka kuambia wale walimu walio na tabia ya kufukuza wasichana walio na ujauzito wasiendelee kusoma. Tunawaambia kuwa hiyo ni gender based violence and it should stop. Unless walete huyo kijana, msichana na mwanaume pamoja na wafukuze. Lakini kama ni msichana peke yake haifai kuwa namna hiyo. Asante sana.